Baada ya wale wazee kutoka ndani na kumfata mzee mwenzao, bwana mwenzetu vipi? Mbona hatukuelewi? Mbona tumeangalia maiti ni kijana wetu, tunayemfahamu vizuri na haya mambo yanatokea kama kijana Mwenyezi Mungu amemchukua, basi tufanye utaratibu wa kuzika. Maiti yenyewe imeharibika kutokana na ile ajali kule, kichwa kilipasuka, wali kule hospitali walifanya kuirudisha, lakini bahati nzuri sura ikawa inaonekana. Sasa vipi? Mbona mwenzetu hatukuelewi? Mzee anasema, nasemaje? Mimi ndiyo mwenye mtoto wangu, huyu sio mtoto wangu. Basi pale kukawa na tafalani, wazee wakakaa pembeni wanajadiliana nini kimemkuta mzee mwenzetu, na sisi tuliotoka Dar es Salaam tukawa tumekaa pembeni tunajadiliana tufanye nini kama muafaka utakuwa hivi. Wakati pale tunajadiliana, bwana, hata kama huyu mzee atasema hii maiti sio ya mtoto wake, tukawaomba wazee wengine hapa watuonyeshe makaburi yako wapi, tuonyeshe ushirikiano, tukazike. Wengine katika kundi letu wanasema, sasa tukishazika na huyu mzee sio mtoto wake, je, ikitokea familia yoyote inataka hii maiti, kwamba maiti yetu kuna ndugu yetu amepata ajali, amekufa, kuna watu wamemchukua wakaenda kumzika sehemu isiyojulikana, je, itakuwaje? Pale na sisi tukawa tumegawanyika pale makundi, tunaendelea kujadiliana nini tufanye. Baada ya hapo tunasikia simu inapigwa kutoka kwa ndugu na jamaa na marafiki. Wale marafiki zetu kutoka Dar es Salaam wanatupigia simu, jamani, vipi, mmefika salama?